Hapa mimi nilikuwa mchungaji wao, nimeruhusu jambo hili la kupandishana pete na si vinginevyo, ni pete tu, bado hawaruhusi kukaa pamoja, si ndio? Kwa hiyo ni pete, alafu tutatengeneza siku, tutakuja tutawaruhusu sasa, si ndio Kwa hiyo hebu mpe Bwana makofi kwa sababu ya pete nzuri ile anamchukulia mchumba. Sasa naomba wachungaji kwa ajili ya kuombea hii pete, wachungaji watumishi wa Mungu hapa, apostle, katibu mkuu, naomba kwa ajili ya kuomba hapa madhabahuni hii pete tuiombee ikapate kuwa alama nzuri na ya kuigwa na vijana wengine pia. Tunaiombea, tutulie tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaomba kwa ajili ya pete hii isiwe ya kufanishana na ikaleta taharuki, ikaleta shida, lakini ikapate kuwa pete ambayo akivalishwa anapata ujasiri mwingine zaidi tena wa kuendelea kukuamini wewe Bwana Yesu na kujitunza kwa ajili ya huyu ambaye amemwekea pete. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tumeomba tukiamini na kushukuru. Amen. Bwana Yesu makofi. Watumishi wa Mungu ameshatamka. Sasa wimbo wa kuwasimamisha sasa wasimame. Na wasimame na washirika wao. Ni sawa. Twende namna hiyo. Amen. So, sasa naomba mgeuke ili tuangalie huku. Maana tunaanza na ile kuvalisha pete ili tuweze kupata burudani yenu taratibu. Sasa Mungu mwanangu Elia kumvalisha restituta pete ya uchumba. Sio ya ndoa. Ni ya uchumba ni kumzuia asipende mtu mwingine, anamzuia kwamba wewe nimekubali, nimekuchagua ili tuweze kuishi wote. Lakini kwa sababu ya taratibu ambazo zinahitajika, inabidi amweke pete kumwaminisha. Pete huwa ni ishara ya kumwamini mtu. Huyu ni mtu wangu, hata kama utatembea wiki 5, miezi 10, lakini wewe ni kwa ajili yangu. Ndio maana ya pete hii. Kwa hiyo na yeye anamwekea pete, alafu baada ya pete kuna taratibu zingine zitafuata kwa ajili ya yafuatayo. Kwa hiyo hii pete hii hapa nzuri sana ya uchumba. Baba, asante kwa sababu ya pete hii ya uchumba ambayo mtumishi wako anamvalisha restituta. Naomba pete hii ikapate kuwa ya baraka, lakini pia kwa watu wengine ambao wanaona wakapate kuiga mfano huu mzuri katika jina la Yesu, mfano unaokutukuza wewe. Hebu watu wote waseme amen. Waseme tena amen. Amen. Sasa namkabidhi kijana pete hii, uishike vizuri tu. Jamani, wanakaka kwenye kidole gani? Si anajua Unajua? Tunajua. Hii kidole cha uchumba. Unajua msema unajua? Unajua hiyo kidole ya kuweka? Sijajua vizuri bado. Shenga muonyeshe. Baba tayari wewe ndio mwalimu wake. Haya, tayari mshenga ameshamuonyesha na mkono ni huu. Mkono huu. Kwa hiyo utamwekea, alafu wakati unatamka haya maneno, kuna mic hapa, alafu utatamka haya maneno machache tu ambayo natamka, alafu naona tamka
Yes. Sasa sijui ni dada apige magoti au ni wewe, ndio chagueni tu. Dada. Ni dada apige magoti. Ndio. Haya. Aita nani hizi naona ina miba. Haya, ngoja sasa. Sema restuta. Restuta. Ninakuwekea pete hii. Ninakuwekea pete hii Ya uchumba. ya uchumba. Iwe ishara ya upendo wangu kwako. Ya upendo wangu kwako. Nimekuchagua uwe mchumba wangu. Usimwone mwingine tena. Isipokuwa mimi mwenyewe. Mpaka siku ile nitakapokuoa. Sasa anza kuweka hiyo pete. Weka hapa. Weka kwenye hii. Aweke hii hapa. Weka. Haya sasa. Kidogo lakini, mbuzi kidogo. Haya sasa. Amen. Sasa kuna tukio la nampa zawadi mpenzi wake tayari. Mpe tu kabisa. Nasa katoa tu hapo akamkabidhi. Wakati picha chukuliwa na sasa. Asante sasa. Haya sasa. Mama yetu. Wow. Amen. Basi Bwana Yesu, asante kwa ajili ya watoto wako. Naweka mikononi mwako Restuta, Elia, Mshenga, Washenga hawa, ili jambo hili waweze kulishughulikia mpaka itakapokamilika kwa siku za usoni. Leo hii hatua hii ya kwanza imetubariki mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shetani asipate nafasi yoyote. Amen.